sikujua chochote. Wakati yale yalifanyika, nyinyi wenyewe mnajua kama sasa nilikuwa na makosa ama sikuwa na makosa. Nyinyi wenyewe mnajua. Huyo mtu una makosa, hukuwa na makosa hata wakati huo. Hata wakati inafungwa. Makosa yaliyokuwako ni kwamba kwa sababu nimesemekana na kosa, itafutwe kosa ili ifungwe. Ndio baba. Na hakuna siku serikali itakutafutia kosa ikose. Si ni kweli? Lakini now ile kitu iliniuma, nianzie mwisho alafu nirudi. Nilisema na sitakuficha, it was a curse. Yeyote aliyehusika Mungu atakuja kumtafuta individually. Kwa sababu, sio kwa sababu yako wala yule wale waliohusika. Ile kitu iliniuma ni kwamba nafsi zinazopotea kwa sababu ya makosa ambayo sikufanya. Wale walioamini nilikuwa mbaya, wala sikukosea mtu, wala sikuua mtu, sikuibia mtu, sikujua chochote. Gharama ile ambao mwili wa Kristo ilienda, kanisa la Kenya pia likachafuliwa jina. Bwana Yesu asifiwe. Wale walioamini nikihubiri wakasema kama Ezekiel amefanya hayo, heri nirudi dhambini. Ni wangapi? Wengi sana. So sababu nikishikwa wasipendi kurevisit, but we are human beings, tusaidia hata wengine. Sababu si unasema sasa karibu watu wote ni wagonjwa kwa familia. Nikishikwa nilimuuliza kiongozi wa upelelezi, nikamuuliza, umepeleleza ukajua ukweli, kosa langu liko wapi? Akaniambia umehukumiwa na mtandao. Nikamuuliza Professionally, can you just judge someone and arrest someone kwa sababu umesoma kwa mtandao? Kwa unyenyekevu, ninalea mamilioni ya watu. Uwezi ukasema funga hiyo kanisa, funga hii. Akaniambia kwa sababu umeniuliza hiyo swali, uwekwe ndani. Na mmoja akaja akanisimamisha, akasema tumepata mshukiwa mkuu, ndiye huyu. Saa zile nafanyiwa hivi, nilidanganywa naenda kuandika statement Kilifi. Ninaambiwa kuna statement naenda kuandika. Nikamwambia I'm a law abiding person, kama ni statement twende. Tukipanda gari langu tu, wananiambia unaenda kuiandika Mombasa, na mimi niko kwa kaunti ya Kilifi. Kumbe ninashikwa na regional head. Kanisa likafungwa na ikasemekana wale ambao walikuwa wamefungiwa ndani na Ezekiel, they have been freed, wameachiliwa huru. Alishika mateka wengine, wamefunguliwa. Mchana mke wangu anaangalia news, yule mume wake aliyeambiwa anaenda kuandika statement ni mshukiwa mkuu wa uuaji ya halaiki ya watu. Akamuuliza askari yule alikuwako, mbona mnafanya hivi? Si mungechunguza? Si kuna time? Huyu mtu analea mamilioni ya watu, sio mtu ambao utaamuka tu njoo hapa. Si ungechunguza? Hakuna haja muharibu kitu cha mabilioni kwa sababu umeambiwa. Hata ungemwambia huyo boss, subiri kidogo tuchunguze. Anayenishika ni OCPD wangu ambaye analeta maaskari ndio wanalinda hapa every day. Kama watu wangekuwa wanauawa wakipelekwa mahali, si angewaona? Wanalinda usiku na mchana, wanalinda boma langu.
mahali nalala, na wanalinda hapa. Na yeye ndiye anadanganya kwamba naenda kuandika statement, na anajua naenda kushikwa. So station nikafungwa. Nikauliza station nafungwa kwa nini? Aliyesema hawa wafunge station, nikapata nafasi nikampigia, nikamuuliza kwa nini unafunga? Akaniambia nimeifunga. Nikamwambia kosa ni wapi? ABCD. Nikamwambia si ungeniambia nirekebishe hiyo? Akaniambia hapana. Aliyefutilia kanisa kabisa kwamba hiyo kanisa imefutiliwa mbali, nampigia simu akiwa huko, kiongozi mwingine ameenda kumwambia huyu mtu wako innocent, mlifanya makosa, koti haijapata kitu. Ananiambia Ezekiel, wewe tafuta kanisa nyingine usajili, hiyo haiwezi kusajiliwa. Huyo saa hii yuko kwa kazi yake. Na kama ananisikia anaweza kupata ufahamu. Ninamjua na sikumwambia. Yale anayopitia ni machungu, na yeye anajua na najua. Nyumba kama hii ambayo inasaidia maelfu ya watu na mataifa mengine, na imagine wameenda, ndugu yangu, watu walienda mpaka Uganda DCI kupeleleza. Waganda wakawaambia jameni, hakuna mtu wetu aliuawa na huyo Ezekiel akafichwa mahali. In fact Uganda walifukuzwa mbio, Waganda waliwafukuza wakitaka kuwakatakata na mapanga. Aliyefukuzwa akaniambia pastor, mimi nilitoroka Uganda nikiepa maisha yangu. DCI ndiye akaniambia pastor, you are very innocent, lakini tumeambiwa kama hakuna makosa tutafute makosa tuweke hapo, na tusiseme kwamba una makosa. Hiyo statement kwamba una makosa haitakikani kwenye kamati. Wajua kesi iliisha na tumekuwa watu. Amen. Sio wewe tu. Ngoja nikwambie kitu ambacho haukujua. Rais akasema najenga kamati ya wachunguzi ambao imehusishwa na makuhani wakuu wa Kenya na viongozi wa Kiislamu wote. Alitengeneza kamati inaitwanga nini? Tume inaitwaje kwa Kizungu? Tume inaitwa tume. Wale watu wa Nairobi si watuambie Kizungu. Hiyo tume. No, it has a name. Commission ndio kubwa. A commission of inquiry. Commission inquiry wakaenda mpaka Shakahola, wakaenda huko mahali walikuwa wanaenda. Wakaenda wakaweka meetings Kilifi. So wanapita hapa wanaenda South Coast. Nikaandika barua kupitia kwa mawakili as a respect. Please, I am a suspect. Come do your investigation here. Sababu kama umefanya dhambi utaandikia kamati barua waje wakuchunguze? Utakubali? Niko na barua nimewaandikia officially, please come. Nikawaambia nitawapa hall free, nitawapa chakula free, na kama mtadaiwa kitu ndio hamuna, andikeni Pastor Ezekiel is willing to provide, ili tusikwame kumchunguza. Waliandika wakasema we are not going, we have rejected your request. Huyu ni mtoto wenu, si wamenitangulia kuhubiri, si ni baba zangu? Huyu ni mtoto wenu. Kama ameshukiwa, si muende mchunguze. Hata wao walikataa kuja wakanihukumu. Sasa nikasema Mungu, usiende kwa mtu asiyehusika. Kila mmoja, hata kama aliambiwa wewe nenda uweke ile
kale kambao wanawekanga hapo scene 1, scene 2, wale DCI wale antitera walio nishika wakaniweka huko, waliochukua fingerprints zangu, yeyote yule, enda kwa huyo mtu yeye binafsi, hakikisha ya kwamba hajaishi maisha aliyopangiwa na Mungu. Usiumize mtu ambaye hakukosea, sababu mimi ni pastor. Wewe ukiniambia bwanangu amenikosea baba, nitakuchunguza. Si mara nyingi naambianga watu wewe ndio uko na makosa, si bwanako, because I'm given a responsibility. Siwezi nikaamukia tu kama bwanako amekosea muache. No, everyone in his office has a responsibility to make sure that everyone is safe. Wenye makosa waadhibiwe, wasiokosa wasiadhibiwe, waachiliwe huru. Nilipotoka nikaenda kuweka crusade Kilifi. Unajua kwa nini siendi Kakamega na siendi Machakos? OCPD wa Machakos alisema hapana, sipeani permit. Nimeenda kwa ofisi ya governor Kakamega, nikaambiwa hata usitoke na hii gate, toka na ile gate ya kutoka kisirisiri. Kwa nchi yako na hujafanya makosa, mataifa ya nje ndio yaliniita njoo hubiri hapa. Sasa kuna wale ambao walihusishwa kwenye makosa kama ndugu yangu anasema vizuri, we are the people